Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu tena katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu kwa kuona tena ya kwamba mimi na wewe tena tuko hapa siku ya leo. Ni furaha na shukurani mbele za Bwana. Amen. So Biblia inasema ya kwamba Mungu hakutupatia roho ya uoga, bali tupatia roho ya nguvu, roho ambayo ni ya upendo na roho ya kiasi. Kwa majina inaitwa Delphin. Na siku ya leo tutajifunza somo ndogo tu ama fupi ambayo inasema ya kwamba kushinda uoga, kushinda uoga. Ndani ya Biblia nzima ama ndani ya Biblia neno uoga ama kuogopa ni neno ambalo linasemekana zaidi ya mara 350. Nasemekana zaidi ya mara 350. Kwa wale ambao wanaosoma ile Biblia ya King James Version ama ile ya KJV, ndani ya Biblia ile neno uoga ama kuogopa limeandikwa mara 385 ama 385. Ndio maana uoga sio jambo la kuchukulia kawaida, lakini uoga ni kitu ambacho tunatakiwa kukiangalia sana zaidi. Bwana Yesu asifiwe. So neno uoga ama kuogopa Biblia lilianza kusemekana katika kitabu kile cha Mwanzo. Ndio ambapo tunaona neno kuogopa. Bwana Yesu asifiwe. So uoga kuanza na mimi na wewe, lakini ulianza katika kitabu cha utangulizi ambalo ni kitabu kile cha Mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Mungu alipomaliza kuumba Adamu na Hawa, alipomaliza kuumba vitu vyote, alipoumba wanadamu, maandiko yanatuonyesha katika kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3, ukisoma mstari wa kwanza kushuka hapa 8 mpaka 10, maandiko yanaonyesha vile ambavyo Adamu na Hawa waliweza kuanguka, ama Adamu na Eva waliweza kuanguka katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya kuanguka katika dhambi, kuna kitu ambacho kilitokea. Bwana alipokuja, Bwana alipoingia pamoja na Adamu, maandiko yanasema ya kwamba Adamu aliogopa. Na hapo ndipo palikuwa mambo au sehemu ya kwanza ambapo tunaona neno uoga lilianza kusemekana. Acha tusome maandiko tusikie vile maandiko yanatuambia. Kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 3 na mstari ule wa 8 hadi wa 10. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari ule wa 8 hadi 10. Biblia inasema ya kwamba kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu ikitembea bustani wakati jua kupungua. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nilisikia sauti yako bustani, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Amen. So maandiko yanasema ya kwamba Adamu aliposikia sauti ya Mungu ndipo akaogopa. Ndio mahali pa kwanza ambapo tunaanza kuona ama kusikia neno uoga. Bwana Yesu asifiwe. So uoga au kuanzana na mimi na wewe, uoga kuanzana tu na watu ambao tunawaona leo, lakini uoga ni udhaifu ambao ulikuja kwa mwanadamu wakati ambapo alianguka katika dhambi, wakati ambapo alimkosea Mungu, wakati ambapo alikuwa kinyume pamoja na Bwana, wakati ambapo alikuwa kinyume na mapenzi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. So uoga ni udhaifu. Ndio maana kila mwanadamu leo unakuta akizaliwa anazaliwa na uoga fulani ndani yake. Kila mtu akizaliwa anazaliwa na uoga fulani ndani yake. Ndio maana ukiona mtoto mdogo ambaye alizaliwa, au ukimwacha katika giza, ukimwacha mahali ambapo yuko peke yake, hautamfunza kuogopa. Yeye peke yake anaanza kulia, anahitaji mtu awe peke, anahitaji mtu mwingine awe pamoja naye ili asiwe na ule uoga. Bwana Yesu asifiwe. So kila mwanadamu hapa duniani alizaliwa na nafasi ya uoga ndani yake, kwa maana ni udhaifu ambao uliokuja katika kila mwanadamu wakati ambapo Adamu na Hawa waliweza kumkosea Bwana. Hata wale ambao tunaona leo wako jasiri, hata wale ambao tunaona leo wako namtumikia Bwana katika ujasiri, ni watu ambao walikuwa na uoga ndani yao, lakini walitafuta namna, lakini walijua namna ambao wataweza kupiganisha huyo uoga. Bwana Yesu asifiwe. Japokuwa wengi walizaliwa na ujasiri, lakini wengi walijifunza, walitafuta namna ya kuweza kupoteza ama kuondoa uoga ambao ulikuwa ulifunga maisha yao.
Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia hainyamazi kimya kutuonesha vile ambavyo watu wa Mungu, watu ambao Mungu aliwatumia zaidi, manabii wote ambao walianza maisha yao wakiwa na uoga, lakini wakatafuta namna ya kuweza kushinda huyo uoga. Haleluya. Ukisoma kile kitabu cha Kutoka sura ile ya 3, Biblia inatuonyesha kwamba Musa alikutana pamoja na Bwana. Musa alikutana pamoja na Mungu, na Musa alipokutana pamoja na Bwana, Mungu akamwambia kwamba kuna kitu ndani yako, kuna uwezo ndani yako, na huyo uwezo ambayo uko nao sio uwezo tu wa kuzunguka, sio uwezo tu wa kuwa mchungaji wa kondoo, lakini huyo uwezo ambao uko ndani yako, wewe utakuwa mkombozi wa watu wangu, utakomboa watu wangu katika mabaya, utakomboa watu wangu katika madhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia ikasema ya kwamba kitu cha kwanza ambapo Biblia inatuonyesha, Musa aliogopa. Musa aliposikia ataenda kwa Farao, atarudi tena katika nchi ya Misri, akatetemeka, akaogopa ndani yake, uoga ukajaga maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini aliposhinda uoga, na Mungu alichofanya na Musa, aliweza kutoa uoga ndani yake, akamwonyesha nitakuwa pamoja nawe, nitafanya hivi na vile, ili Musa aweze kuondoa uoga ndani yake. Na Biblia tuonyesha ya kwamba Musa aliposhinda uoga uliokuwa ndani yake, aliyoenda kuyafanya katika nchi ya Misri yalikuwa ni makubwa. So kuna mengi ambayo, kuna mapenzi ya Mungu, kuna uwezo wa Mungu, kuna baraka za Bwana, kuna mambo ambapo kuna misemo ambapo Mungu anatamani tufike, hatuwezi kupafika bila kuweza kushinda uoga, bila kuweza kushinda uoga ambao uko ndani yetu. Ushawahi kutafakari hivi, Musa angeendelea kuacha uoga umtawale, angeendelea kuacha uoga utawale maisha yake, je, wana wa Israeli wangewezaje kufunguliwa? So uoga ndani yangu mimi na wewe mpendwa, unaweza ukafanya mapenzi ya Mungu yasitimilike katika maisha yetu. Uoga ndani yangu mimi na wewe mpendwa, unaweza ukaleta mipaka Mungu aweze kutimiza yale ambayo anataka kutimiza katika maisha yetu. Musa singeweza kushinda uoga. Ule uwezo alikuwa iko nao, nguvu alikuwa iko nao, lakini uoga uliweza kumfunga, uoga uliweza kumkamata. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka pale ambapo akatafuta namna, akajua namna ya kuweza kushinda ule uoga. Haleluya. Kuna wengi leo wanaweza, kuna wengi leo wana nguvu, lakini uoga umewakamata, uoga uliwafunga. Bwana Yesu asifiwe. Ili Biblia inatuonyesha kitabu hiki cha Kutoka, mtumishi wa Mungu Musa alikuwa na uoga ndani yake. Lakini sio mtumishi wa Mungu tu Musa, lakini ukisoma kile kitabu cha Luka, ile sura yake ya 12, mstari ule wa 42, Biblia inatuonyesha ya kwamba Kristo, wakati ambapo alikuwa katika ashaelewa ya kwamba atasulubiwa, maandiko yanasema ya kwamba Kristo aliogopa ndani yake. Haleluya. Japokuwa Kristo alikuwa ni Mungu, lakini katika wakati ule alipotuvaa mwili, kuna uoga wa kibinadamu ulikuwa ndani yake. Na japokuwa alikuja kutuokoa mimi na wewe, na japokuwa alikuja katika misio, katika kazi, katika kutimiza mapenzi ya Mungu, kutufia mimi na wewe, lakini kwa sababu ya uoga, kwa sababu ya maumivu alijua ataenda kuyakamata, uoga kamjaa ndani yake. Na uoga ulipomjaa, Biblia inasema ya kwamba Kristo kadogo abadilishe. Alikuwa alishasema ikiwezekana kikombe hiki kisinipitie. Bwana Yesu asifiwe. So kwa mapenzi yake ya kibinadamu pale juu ya uoga, tayari Kristo alikuwa iko tayari tena mimi na wewe asitufie, lakini akasema si kwa mapenzi yangu bali mapenzi yako wewe Bwana yaweze kutimilika. So aliweza kukamata uoga, akatoa uoga, akaruhusu mapenzi ya Mungu yatimilike kwake. Hakuweza kukubali uoga umtawale, hakuweza kukubali uoga ukae ndani yake, lakini akaachilia mapenzi ya Bwana yaweze kutawala maisha yake. Na kwa sababu Kristo aliweza kushinda uoga, ndio maana mimi na wewe leo tumepata wokovu. Acha tusome kile kitabu cha Luka, ile sura yake 12, mstari ule wa 12, tusikie Biblia inasema. Luka 12 na mstari ule wa 22.
Biblia inasema Luka 22 mstari ule wa 42, maandiko anasema ya kwamba akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Haleluya! Huyu ni Kristo. Uoga ulikuwa ulishamwingia, lakini akaweza kushinda na kuruhusu mapenzi ya Bwana yaweze kutendeka, kwa sababu mapenzi ya Kristo katika ule wakati, kwa sababu alikuwa na ubinadamu ndani yake, tayari uoga ulikuwa ushaingia. Akasema, Baba, niondolee, lakini si mapenzi yangu, acha yako yatimilike. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu yangu, penda kuambia kwamba uoga sio kitu cha kuachilia. Uoga sio kitu ambacho unatakiwa tu kukiangalia na unakiacha. Maana kuna wengi leo, vijana wengi siku ya leo, tunashindwa kupiga hatua, tunashindwa kwenda mashuleni, tunashindwa kumtumikia Mungu, tunashindwa kutumia uongozi ambao Mungu alitia ndani yetu, tunashindwa kutumia zawadi ambazo Mungu alitutilia ndani yetu, kwa sababu uoga umetutawala, kwa sababu uoga umetufunga. Lakini ngipenda nikwambia kwamba kuna uwezekano wa kushinda uoga, na katika njia hii ya kushinda uoga kuna jambo kubwa unatakiwa kuelewa, ndugu yangu. Na jambo kubwa hili ni kuelewa kwamba uoga ni roho. Uoga ni roho. Na hii uoga sio tu vile ambao tunavyojisikia, sio vile, ni zaidi ya emotion, ni zaidi ya vile mtu anavyosema unajisikia tu hivi na vile. Uoga ni roho, mpendwa. Ndio maana kile kitabu cha Timotheo wa pili sura ile ya 1 mstari ule wa 7, maandiko yanasema ya kwamba Mungu hakuweza kutupatia roho ya uoga, lakini alitupatia roho ya nguvu, alitupatia roho ya upendo pamoja na roho ya kiasi. Haleluya. So maandiko yanasema Mungu akutupa roho ya uoga. Manake uoga ni roho. Mkiona mpendo unatembea katika uoga, hiyo ni roho ambayo iko nayo, na hii roho ilipewa nafasi, ilipewa access, ilipewa kwa nafasi wakati ambapo mwanadamu alimkosea Bwana. Jina Bwana libarikiwe. So uoga ni roho, ni jambo kubwa ambalo tunatakiwa kulielewa. Na ndugu yangu, nipenda kuambia kwamba tukiweza kuacha hii roho itutawale, kuna mengi ambayo hatuwezi kufanya. Tukiweza kuacha hii roho tutawale, kuna sehemu ambazo hatuwezi kwenda. Tukiweza kuacha hii roho tutawale, kuna vitu vitatu kubwa inatengeneza katika maisha yetu. Tukiacha hii roho tutawale, kuna mambo makubwa matatu ambayo inatengeneza katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la kwanza, uoga unaleta mateso pamoja na adhabu katika maisha yetu. Uoga unaleta mateso pamoja na adhabu katika maisha yetu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Acha tusome kile kitabu cha Yohana wa kwanza ile sura ya 4 na mstari ule wa 18. Yohana wa kwanza 4:18, maandiko yanasema ya kwamba katika pendo hamna hofu. Na hofu hapa, hofu kwa sababu uoga pia unaleta hofu. So hiyo hofu ambayo inatumiwa hapa ilikuwa ni hofu ya kumaanisha uoga. Nasema ya kwamba katika pendo hamna hofu, lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu ama uoga. Kwa maana hofu ina adhabu, huyo uoga una adhabu, na mwenye hofu hakukamilishwa katika pendo. Bwana Yesu asifiwe. So mtu akiwa na uoga anakuwa na hofu. Unaleta ile hofu, na hiyo uoga ikileta hiyo hofu inaleta mateso ndani ya mtu ama adhabu. Bwana Yesu asifiwe. Na unakuta japokuwa mtu anahitaji kupenda watu wengine, anahitaji kupenda ndugu zake, lakini kwa sababu ile adhabu iko ndani yake inamfanya tu asishare ama asichangie upendo pamoja na watu wengine. So jambo la kwanza ambalo uoga unaleta katika maisha yetu, unaleta mateso ndani yetu, unatengeneza adhabu ama hiyo hofu. Haleluya. Jambo la pili ambapo uoga unafanya, tukiacha hii roho ya uoga iweze kututawala ama ibaki tu ndani yetu, jambo la pili ambapo inaleta utumwa na kutawaliwa ndani ya maisha yetu.
Haleluya. Hii uoga inaleta utumwa, inakufanya unakuwa mtumwa. Kuna wengi ambao Mungu aliwapatia karama ambazo wakititumia wanaweza kufanya mambo makubwa kwa ajili ya Bwana. Kuna wengi ambao wana karama fulani, kuna wengi ambao wana uwezo wa kufanya vitu fulani, wana uwezo wa kwenda sehemu na kufanya mambo fulani, lakini uoga uliwafunga, uoga uliwafunga katika kamba, uliwafunga kamba. Wakiona wanaona kweli naweza kufanya hichi kitu, lakini uoga ndio uliwafunga. Na mwakili yao wanajua ya kwamba kwa kweli kutokana na uwezo ambao Mungu alinipatia, kwa kweli kutokana na karama ambayo niko nayo, ni kweli naweza nikamtumikia Bwana. Ni kweli naweza nikaimba na watu wakabarikiwa. Ni kweli naweza nikahubiri na watu wakabadilishwa. Ni kweli naweza nikaenda kufanya hiki na kile, lakini uoga ulifunga. Uoga ulikamata hatua, ulikamata akili za watu. So uoga unaleta utumwa, mpendwa. Haleluya. Kile kitabu cha Warumi 8:15, maandiko yanasema, Warumi 8:15 Biblia inasema ya kwamba kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu. Ile neno hofu tena tunaisikia mahali hapa. Ile hofu, roho ya utumwa ambayo inaleta nini? Hofu. Bali mlipokea roho ya kufanywa wana. Mlipokea roho ya kufanya wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Bwana Yesu asifiwe. Hatukupokea roho ambayo inaleta utumwa. Hatukupokea roho ambayo inaleta utumwa, ambayo inapitia katika hofu. Bwana Yesu asifiwe. So mtu akiwa na uoga unamfunga. Uoga unakufunga kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Musa alikuwa na moyo wa kusaidia wana wa Israeli. Alikuwa na hitaji, lakini uoga ulikuwa ushamfunga. Uoga ulikuwa ulimkamata. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi na wewe mpendwa, tukiruhusu uoga tutawale, hatuwezi kufika mbali. Hatuwezi kumtumikia Bwana vile ambavyo Mungu, hatuwezi kutumikishwa na Mungu vile ambavyo tunataka aweze kututumikisha. Haleluya. Jambo la tatu, uoga unashusha imani. Uoga unashusha imani, mpendwa. Uoga, tukiruhusu uoga unaondoa imani. Hata ile imani ambayo tulikuwa tunamwamini Bwana, hata ile imani ya kile ambacho tulikuwa tunaamini Mungu ataweza kufanya ule, kwa sababu tukiruhusu tu uoga unashusha imani yetu, unateremsha imani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Luka 8:15, Luka 8:50 na ule mstari wa 50, Biblia inasema, Luka 8:50, Biblia inasema, maandiko yanasema, lakini Yesu aliposikia hayo alimjibu, usiwe na hofu, amini tu naye ataponywa. Amen. Niko nasema usiwe na nini? Na hofu. Kwa Kiingereza nasema kwamba fear not, lakini kwa Kiswahili nasema usiwe na hofu. Kwa hiyo usiogope. Ukiogopa unashusha imani, lakini wewe usiwe na hofu, lakini amini, kuwa na imani. So uoga, ukitia uoga, ukiwa na hofu ndani yako, inashusha imani, inashusha kule kuamini. Bwana Yesu asifiwe. So tukiacha uoga tutawale mimi na wewe, tunapoteza imani. Na imani, ukumbuke mpendo ya kwamba imani, yote ambaye ana imani hawezi kufanikiwa, hawezi kupiga hatua, hawezi kutumikishwa na Bwana. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba mwenye haki wa Bwana, mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Haleluya. So mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. So mimi na wewe tukipoteza imani, hatuwezi kufanikiwa, hatuwezi kuwa karibu na Bwana, hatuwezi kufanya yale ambayo Mungu ambaye anatakiwa tuyafanye, kwa sababu hatuna nini? Imani. Na Biblia inasema ya kwamba kuna miujiza mingi ambayo Yesu hakuweza kuifanya kwa sababu ya kutokuamini kwao. So mwanadamu akikosa imani, mwanadamu akipoteza imani, hawezi kufika mbali, hawezi kupata miujiza. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana mimi na wewe ndugu yangu tunatakiwa kuwa na nguvu, tunatakiwa kujua namna ya kuweza kushinda huyu uoga. Haleluya. Kwa sababu tukiacha uoga tutawale, unashusha imani yangu mimi na wewe, unateremsha imani yetu. Haleluya.
Na imani ni kitu ambacho hatutakiwi kupoteza mimi na wewe kama Wakristo. Ndio maana adui akitaka kutupiga, adui akitaka kupiga, wachawi akitaka kuangia mtu, kitu kikubwa ambacho wanaleta maisha ya mtu, wanaanzisha uoga, wanaleta paka nje, inalia. Pale ambapo tu uoga ukiingia mtu, ile hofu ikiingia ndani ya mtu, tayari wanajua huyu tushamkamata. Ndio maana tunatakiwa kabisa kuweza kuacha imani yetu izidi kung'aa, izidi kushibama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama kweli uoga unaweza kutufunga namna hii, kama kweli uoga unaweza kufunga maisha yangu mimi na wewe namna hii, je, tunawezaje kushinda uoga? Tunawezaje kushinda uoga ili tutembee katika ujasiri ndani ya Bwana, ili tutembee katika ujasiri ndani ya hii dunia? Haleluya. Jambo la kwanza, katika kushinda uoga, tunatakiwa kujua na kuelewa ahadi za Bwana. Katika kushinda uoga, tunatakiwa kujua pamoja na kuelewa ahadi za Mungu. Ndugu yangu, usipozijua na kuzielewa ahadi za Bwana, usipozijua na kuzikamata ahadi za Bwana, ni rahisi sana kuwa na uoga, kwa maana hatujui kile ambacho Mungu ataweza kufanya kwa ajili yetu. Lakini Mkristo akijua ahadi ambazo Mungu alimwahidi, akijua kile ambacho Mungu anaweza kufanya katika maisha yake, inampatia ujasiri, inampatia kushinda uoga ndani ya maisha yake. Haleluya. Maandiko yanatuonyesha kwamba wakati Musa alipoondoka, wakati Musa alipofariki, Biblia inatuonyesha kwamba Yoshua ndiye ambaye alikuwa kiongozi mpya ambaye atakayekwenda na Musa. Ukisoma kile kitabu cha Yoshua wa kwanza, Mungu alimwambia Yoshua, usiogope zaidi ya mara ngapi? Alimwambia zaidi tena, akamwambia tena. Mungu alimwambia usiogope, kwa maana niko pamoja na wewe. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Wewe uliona yote niliyoyafanya, so mimi nakuahidi tena. Bwana Yesu asifiwe. Yoshua ule mstari wa kwanza, Yoshua sura ya kwanza na mstari wa 9, maandiko yanasema nini? Yoshua 1:9, Biblia inasema Yoshua 1:9, maandiko yanasema ya kwamba, je, si mimi niliyokuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendapo. Haleluya. So ukielewa kile ambacho Mungu anakuahidi, ukielewa ahadi za Bwana na kuzijua, inaondoa uoga. Ndio maana, kwa sababu pia Daudi naye alielewa hii siri, alielewa. Ndio maana ukisoma Zaburi ile ya 23 mstari wa kwanza hadi wa 4, maandiko yanasema ya kwamba Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hiyo ni sura ile ya kwanza. Na kwa sababu Daudi alijua ya kwamba Bwana ni mchungaji wake, alijua ya kwamba hakuna chochote, hakuna mambo yoyote yatakayoleta uoga katika maisha yangu. Ndio maana Daudi alikuwa jasiri wakati alikutana na simba. Daudi alikuwa jasiri wakati alipigana na dubu. Daudi alikuwa jasiri wakati alipigana na Goliati, kwa sababu alijua na kuelewa ahadi za Bwana katika maisha yake. Haleluya. Mkristo, swali langu na kuuliza, je, unaelewa ahadi za Bwana? Je, unazijua ahadi za Bwana? Je, unajua kile ambacho Mungu alisema katika maisha yako? Je, unajua kile ambacho Mungu alisema kwa ajili yako? Watu wengi leo hawajui kile ambacho Mungu alisema katika maisha yao. Ndio maana Biblia zimetupwa, ndio maana Biblia zinawekwa. Watu leo hata Biblia hawazisomi. Hata siku ya Jumapili wengi wanaenda na simu zao. Unakuta hizo simu zao wanakuwa wako zao katika Facebook, zaidi wanakuwa katika mitandao ya kijamii kuliko kuwa ndani ya Biblia zao. Haleluya. So ni vyema sana, mpendwa mwenzangu, tukielewa, tukijua ahadi za Bwana. Kumbukumbu la Taurati 31 mstari ule wa 6, maandiko yanasema neno nzuri pale. 31 mstari ule wa 6, Biblia inasema ya kwamba, iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope wala msiwe na hofu, kwa maana Bwana Mungu wako yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Haleluya. Mungu akisema kitu lazima tuelewe. Ndio maana ni vema sana wakati wowote ambao mpendo wangu unasikia uoga unakutawala, rudi katika ahadi za Bwana. Rudi katika ahadi za Bwana. Kuna maneno ambayo Mungu alisema kwa ajili yangu mimi na wewe, lakini tusipoyajua, tusipoyaelewa, tutakuwa katika uoga maisha yetu yote. Ndio maana ni vizuri sana mimi na wewe mpendwa, tukijua, tukielewa ahadi za Bwana. Ndio maana maandiko yako hapa ili tuweze kulisoma neno pamoja na kulijua kila siku zote za maisha yetu.
Haleluya. Biblia inasema ya kwamba Mungu anamwambia Yoshua ya kwamba kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, yatafakari maneno yake mchana na usiku. Bwana Yesu asifiwe. So kitabu hiki cha Torati kisitoke, Biblia yako, neno la Bwana lisitoke kinywani mwetu, bali tuyatafakari matendo yetu, matendo ya Biblia. Haleluya. Na jambo la pili, tunawezaje kushinda uoga na tuwe na moyo wa ushujaa katika Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Ni kuelewa na kuiamini sauti yako ya ndani, kuelewa na kuiamini sauti ile inayosema ndani yetu. Haleluya. Kuna wengi ambao sauti ambao iko ndani yao inawaambia uko shujaa, kama vile Mungu alimwambia Gideoni, wewe ni shujaa. Gideoni akaanza kuleta excuse fulani. Na kuna wengi ambao sauti yao inawaambia wewe uko shujaa, wewe utafanya mambo makubwa, Bwana anataka kukutumia, Bwana anahitaji kukutuma sehemu fulani na fulani, lakini wanaitupa mbali hiyo sauti kwa sababu uoga umetawala, na wanashinda kuamini ile sauti ya ndani ambayo inawaambia kile ambacho Mungu anataka wajue. Ndugu yangu, sauti yako ya ndani inasema nini? Sauti hiyo ya ndani inasema kitu gani? Usiwe kama Gideoni ukaanza kuleta excuse, lakini muachi aongea na hiyo sauti. Ndio maana ni vema kukuwa na maombi sana sana, muda mwingine wa kipekee. Ni kwa tunatakiwa kuomba tukiwa group na watu wengine, lakini muda mwingine ni vizuri kukuwa na maombi ya kipekee, usikie Mungu anasema nini, usikie wewe kuwa na ile personal time. Haleluya. Jambo la tatu, tunatakiwa kuomba Mungu atupe ujasiri. Jambo la tatu ni kuingia katika maombi ili Mungu atupe nini? Ujasiri. Haleluya. Matendo ya Mitume sura ile ya 4. Wamitume walipokuwa kitangaza Injili, walienda wakarudi, lakini katika kuzidi kutangaza Injili, kuna kitu waligundua, na wakagundua ya kwamba uoga ulianza kuwatawala, na wakapoteza ushujaa, wakapoteza ujasiri wa kutangaza Injili. Haleluya. Na walipopoteza, kitu kikubwa walichofanya, hawakwenda katika watu, hawakwenda katika sehemu fulani, walirudi sehemu yao, na waliporudi mahali pao, wakaingia mu maombi, wakazama ndani ya maombi. Matendo ya Mitume ile sura ya 4 tunasoma pale 29 hadi 13. Matendo ya Mitume 4 29 hadi 13. Maandiko yanasema ya kwamba, nitaanza kusoma 28. Nasema ya kwamba ili wafanye yote ambayo mkono wako na mashauri yako yamekusudia tangu zamani yatokee. Basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao, ukawajilie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote. Waliingia katika maombi, kunena neno lako kwa ujasiri wote, ukinyoosha mkono wako kuponya ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Amen. Haleluya. Watumishi wa Kristo waliweza sana kuomba Bwana awapatie nini? Ujasiri. Wana waligundua ujasiri umepungua ndani yao. Haleluya. Kama unajua kile kipindi ilikuwa ni vigumu kwa watumishi wa Bwana kutangaza, kufikisha Injili mu watu wote. Kwa maana wale pote walikuwa wakipeleka Injili walikuwa wanapingwa. Mahali pote wakipeleka Injili walikuwa wanagundua ya kwamba kuna wengi walikuwa angali bado hawajakuwa na ile imani ya kupokea Injili ya Kristo. Sasa kwa sababu hiyo, kama kweli unajua uko mtumishi wa Bwana, ni lazima kuna muda unakuwa so disappointed, na unakuta imani yako, ujasiri wako unapungua. Lakini walipopungukiwa na ujasiri, maandiko yanasema kwamba kitu kikubwa walichokimbilia, walienda kwa Bwana. Na kwa sababu ya maombi yao, maandiko yanasema ya kwamba katika ile mstari wa 31 ya kwamba, Biblia inasema ya kwamba 31:32 inasema ya kwamba hata walipokwisha kumwomba Mungu mahali pale walipokusanyika patakatifu walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. So ujasiri uliwarejelea, wakanena tena neno katika ujasiri. So ujasiri ulirejeshwa. So japokuwa kweli uko mtumishi, japokuwa uko mwimbaji, lakini kuna muda kunaweza kukutana na uoga siku fulani, lakini katika maombi urejesho wa ujasiri unaletwa. Haleluya. Na jambo la 4 ni kuweza kujitamkia maneno ya ujasiri. Ni kuweza kujitamkia maneno ya ujasiri wewe peke yako.
Ndugu yangu, maneno yako yana nguvu, maneno yako yanaumba, maneno yako yanatengeneza, maneno yako yanaweza ndani yake. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba uzima na mauti viko katika kinywa cha mwanadamu. So maneno ambayo unayozungumza, maneno ambayo yanatoka ndani yako, yanaweza kuumba, yanaweza pia kuua, pia yanaweza kuharibu. Haleluya. Wakati Mungu alipokuwa akiumba katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 1, ile sura ya 3 alipotamka akaumba. Na wakati Mungu alipompa mwanadamu mamlaka, wakati alisema ya kwamba nimeumba mwanadamu ili aweze kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Ule utawala, yale mamlaka, na ilikuwa ana transfer uweza na nguvu ambayo mwanadamu pia anaweza katamka kitu na pia kikaweza kikakua. Ndio maana wakati ambapo Adamu alipokuwa akipatia majina ile minyama, ile jina ambalo alikuwa akiita ndivyo ambayo jina ambalo lilikuwa linazama katika ile minyama. Haleluya. Ni kwa sababu tunaweza wakutamka kitu na kikakua. Tunaweza. Ndio maana ndugu yangu, maneno ambayo unayojitamkia, kuwa makini na kile ambacho unatamka kwa ajili ya maisha yako. Kuwa makini na kile ambacho unatamka kwa ajili ya watoto wako. Kuwa makini na kile ambacho unakitamka kwa ajili ya watu wanaokuzunguka. Kwa maana maneno yako yanaweza yakajenga. Ukiangalia wachawi wakitaka kwenda kumroga mtu, wanaanza katika maneno. Wanasema maneno, wanasema chant, wanachant mpaka ile maneno wakiona inakuwa na nguvu, ndio ambapo wanajua ya kwamba huyu tayari tushamkamata. Yangine yanatokea, lakini maneno, wafumu ukienda kwa wafumu wanakuambia zungumza hapo, unataka tufanye nini? Ndio kila mambo mengi yanaanzia katika maneno. Ndio maana ni vema na wewe ndugu yangu, kama unataka kushinda uoga, ni vizuri sana kuanza kujitamkia ujasiri. Kama vile Daudi anasema ya kwamba alisema sitakufa bali nitaishi na nitasimulia makuu ya Bwana. Ule maneno alikuwa anajiambia ya kujitia ujasiri. Sitakufa, nitaishi, nitasimulia makuu ya Bwana. Hata Paulo alisema ya kwamba na yaweza yote katika yeye anitie nguvu. Ni kujitamkia nini? Ujasiri. Kujitamkia maneno ambayo yanaongeza ujasiri ndani yako. Haleluya. Napokuwa Mungu anaweza kutusaidia. Napokuwa tunaweza tukaingia katika maombi, lakini tukishinda kujitamkia ujasiri, tukishinda kujitamkia ushindi, itakuwa ni vigumu kuweza kushinda uoga. Haleluya. Na jambo la mwisho ambalo ni la 5 ni kuweza kuwatazama na kuwafuata wale ambao waliweza kushinda uoga. Haleluya. Kuweza kuwatazama na kuwafuata wale ambao waliweza kushinda uoga. Baba zetu wa kiroho, maandiko, kuna wengi ambao walikuwa katika uoga. Elia alipitia uoga, Daudi alipitia uoga, lakini wakaweza kushinda. Tukiweza kusoma kwa ajili yao, hata Esther, tukiweza kuwasoma katika Biblia, inatujenga namna fulani. Baba zetu wa kiroho, mama zetu wa kiroho, tukiweza kuangalia maisha yao, tukiweza kuwafuata na kutii maisha ambao, na kutii kile ambacho Mungu alitia ndani yao, inatupatia ile ujasiri ndani yetu ya kujua kwamba kama mama yangu wa kiroho, kama baba yangu wa kiroho aliweza kushinda kwa sababu ya kumwamini Bwana, kwa sababu ya kuweza kutii, kwa sababu ya kwenda kuishi katika maombi, nami naweza kushinda. So inatujenga ndani yetu. Ndio maana kile kitabu cha Waebrania, ile sura ya 6 mstari wa 12, kuna kitu ambacho inasema mahali pale. Waebrania sura ya 6 mstari wa 12, Biblia inasema 12, nasema ya kwamba ili msiwe wavivu, bali mkawe wafuasi wa hao wadhirisio ahadi kwa imani na uvumilivu. Bali mkawe wafuasi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ni vizuri ya kwamba kila Mkristo uwe na mama ama mzazi wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana wanatujenga, wanatuongoza na kutuelimisha. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu, uoga sio nafasi ya maisha yako. Uoga haukuja tu kwa sababu nasibu, lakini uoga katika kila mwanadamu. Na yule ambaye anataka kutimiza mapenzi ya Bwana, anatamani kwenda mbali kule ambapo Mungu anataka aende, lazima aweze kujua namna kushinda hii roho ya uoga.
na tunazungumzia hizi nafasi zote. Ni kujua nafasi ya kwanza inatupatia hamasa na nguvu ya kuweza kushinda hii roho ya uoga, hii nguvu ya uoga, ni kujua na kuelewa ahadi za Bwana. Na ya pili ni kuelewa na kuiamini sauti yako ya ndani. Na jambo la tatu ni kuomba Mungu atupe ujasiri. Na jambo la nne ni kujitamkia maneno ya ujasiri. Na jambo la tano ni kuangalia, ni kuwatazama na kuwafuata wale ambao walioweza kushinda uoga. Haleluya. Bwana kubarikia na kukulinda. Ninatumaini ya kwamba baada ya kulisikia hili neno utachukua hatua utachukua maamuzi makubwa ya kuweza kuyashinda uoga. Ndugu yangu, nikwambia ya kwamba unaona watu wanaogopa watu. Ndugu yangu, watu hata kama ufanye, hata kama usifanye, watazidi kusema. Ndio maana ukijua kile ambacho Mungu alitaka katika maisha yako, omba ushauri katika wale ambao wanaokuzunguka, alafu uizidi na kupiga hatua. Bwana kubarikia na kukulinda, akuinulie nuru za maisha yake, akuinulie nuru za uso wake milele hata milele. Kama unajitoa maisha yako kumpatia Kristo, fanya maamuzi siku ya leo, maana ni maamuzi ambayo utaweza kuyapitia katika maisha yako. Nilifanya haya maamuzi miaka iliyopita na mpaka leo sijawahi tena kujutia. Bwana akubariki sana. Kama kuna chochote ambacho uliweza kupenda katika hii video, tafadhali sana comment hapo chini ili tuendelee kujifunza pamoja na kuitangaza injili ya Bwana. Usisahau pia kushare na wengi pamoja na kusubscribe, kwa maana ukishare na kulike inasaidia watu wengi kuweza kuona hii video na kuweza kujifunza. Mungu akubariki sana. Amen, amen, amen.